Warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mheshimiwa Dr. Hassan Daudi Mbarazi, Mheshimiwa Dr. Abulkadir Bakari, Mheshimiwa Imamu wa msikiti huu, Mheshimiwa viongozi wa taasisi ya Izhar. Ama baada yote sina budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwanza kunipa uwezo wa kuja katika hadhara hii. Jambo la pili, nimekabidhiwa mada ambayo nataka nitoe hapa inahusiana mwaka mpya wa Kiislamu inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin al-aziz al-alim ghafir tawbi qabil tawbi shadid iqabi tawbi la ilaha illa huwa wa ilayhi al-masir wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Amma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye kwanza ni mwenye kupokea toba za waja wake, Mwenyezi Mungu ambaye ni mkali wa kuadhibu kwa wale ambao wanaendelea kumwasi, kama ambavyo nilisoma mwanzoni kwamba mwaka 2013 mwaka 2023 nilipata shida sana ya kiafya, shida ambayo imezuia kuongea mbele matamasha ya watu kwa muda mrefu. Sasa hii imeruhusiwa, kwa hiyo hapa ndo naanza, niombeni dua tuweze kuelewana, na mimi shani pamoja na nyinyi kwa lengo kwa kutoa muhadhara huu ili muelewe. Lakini tu nitakuwa na shida sana katika kuongea kwangu, kwa baadhi ya maneno siyapati, lakini nitakuwa nahangaika mpaka niyapate na nyinyi mnielewe. Naam. Watukufu ndugu zangu Waislamu, mwaka mpya wa Kiislamu umetujia. Ni mwaka wa 1447 baada ya 1446. Kupita kwa mwaka mpya maana yake ni kwamba kuna miezi 12 tayari imeshaondoka, hatunao tena. Na miezi hii 12 iliyoondoka maana yake ni kwamba imepunguza muda wetu wa kuishi hapa duniani. Kila mmoja amepunguza muda wake kwa muda miezi 12. Mimi na wewe miezi 12 tayari imeshaondoka na muda tayari umeshapungua. Sasa je, kitu gani tufanye au kitu gani kufanyika ili kwenda sambamba na Allah alivyotuagiza? Yanapaswa kuzingatiwa katika vipindi vya mwaka mpya. Ni mengi sana, sio kimoja. Mwaka unapoisha na mwaka mwingine ukaingia, kwanza kumbuka kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tayari amekujalia neema fulani ya uhai, na kila neema inatakiwa ichungwe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana neema nyingi azuba. Sasa akishakuwa neema fulani inatakiwa uichunge. Je, utaichungaje? Miongoni mwa neema zake ni neema ya uhai. Sisi tupo hai na watu hapa, lakini pia miongoni mwa neema zake ni afya, ndio watu hapa. Wote tuna afya na watu hapa. Neema mbili hizo, lakini haiishi hapo. Neema ya uhai ni neema kubwa sana. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sasa hivi amekaa atuangalia sisi kama waja wake. Je, kitu gani tunafanya kumshukuru? Tunafanya kumuomba zaidi na zaidi. Cha kwanza tunataka tuchunge neema ambayo ametupa. Miezi 12 iliyopita imepita mambo mengi sana. Kuna mambo ambayo yamemfurahisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mambo ambayo yamemfurahisha binadamu. Lakini pia tufahamu kwamba katika miezi 12 iliyopita kuna mambo ambayo yamemuudhi Mwenyezi Mungu na tunafanya sisi, mimi na wewe tunafanya mambo hayo. Sasa swali, haya mambo ambayo yamfurahisha Allah itakuwa ni kheri. Je, haya mambo ambayo Mwenyezi Mungu yamemuudhi, kitu gani tufanye kwa ajili ya mambo hayo? Na mfanya mambo hayo ni wewe na mimi. Tulikaa kwa maamuzi yetu kufanya mambo ambayo Allah yamemuudhi. Je, kitu gani tufanye kutokana na mambo hayo? Haya ndio maswali ambayo mtu anatakiwa ajiulize katika kipindi hichi cha kuingia kwa
miaka mipya kama hii. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala alileta hapa duniani kwa kazi maalum. Kila mtu anaijua. Hamna mtu ambaye afahamu mpaka leo kwa nini ameumbwa. Kila mtu anajua ameumbwa kwa ajili ya kuja kufanya ibada, lakini pia ameumbwa kuja kufanya kazi ya kuendeleza dunia. Hizi ni wajibu mbili ambao kila mwanadamu anazo. Cha kwanza, umwabudu Allah katika uhai wako wote. Cha pili, ufanye kazi ya kuendeleza dunia kwa kuzingatia muda, nyakati ambazo dunia inapitia. Mimi na wewe tumejiandaa fikiri juu ya mambo hayo. Je, Mwenyezi Mungu anaabudiwa? Tunaabudu Allah vizuri kama anavyotaka? Na kama tunaabudu Mwenyezi Mungu, swali la pili, je, tumeendeleza dunia? Tunafahamu mpango wa kuendeleza dunia. Maana huo ni wajibu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza kumwabudu, pili kuendeleza dunia. Na ili uendeleze dunia kuna kanuni maalum ambayo tunataka tuipite. Miongoni mwa kanuni hizo ni umoja, kujitahidi, kazi na kadhalika na kadhalika. Je, mwaka ushapita, mwaka huu umeingia, mimi na wewe tunajipanga vipi kujiandaa na mambo hayo? Ndugu zangu Waislamu, swala la kufanya tathmini ni swala ambayo Mwenyezi Mungu ameliamrisha ndani ya Qur'an tukufu. Huu ni wakati wa kufanya tathmini. Kila mmoja afanye tathmini ya maisha yake. Maadamu yupo pale leo hii, mwaka umemkuta hapa, akae chini afanye tathmini. Hii ndio kitu cha kwanza cha kufikiria kila ambaye tayari ameukuta mwaka huu mpya. Je, tathmini inaanzia wapi? Tathmini inaanzia wapi? Tathmini inaanzia kwa mtu mmoja mmoja. Mtu mmoja mmoja. Yaani wewe nafsi yako ukae chini ujipime, ujiangalie, je, mimi naelekea wapi? Naendaje? Ninapoenda sawa papotakiwa au nimetoka nje ya mstari? Na hizi tathmini uzifanye kwa maana ya kuzifanya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati al-Hashr, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuambia kwamba ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha inna Allaha shadidul iqab inna Allaha khabirun bima ta'malun, ya kwamba Mwenyezi Mungu, enyi mnaoamini, mcheni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Angalia aya hii kwanza, imeana ucha Mungu. Ucha Mungu ni ibada, na ndio lengo ambalo Mwenyezi Mungu amemuumba wanadamu kwamba aje amche yeye. Mcheni Mwenyezi Mungu, lakini pia kumcha Mwenyezi Mungu ndani yake watamdhu nafsum ma qaddamat laha, kila nafsi iangalie kitu gani imetanguliza kwa ajili ya kesho. Swali la kwa hiyo moja kwa moja, tathmini ni amri. Tathmini ni ibada, sio jambo la hiari. Kuna watu wanaona tathmini kwamba ni jambo la hiari. Hapana. Tathmini inatakiwa ifanyike kila siku, na hasa kipindi kama hichi ambacho tayari mwaka umeisha. Miezi 12 imepita katika umri wako. Je, nafsi yako na wewe mpoje kati yako wewe na ucha Mungu? Kwa hiyo kila mtu angalie nafsi yake, kitu gani imetanguliza kuhusu kesho. Maisha ya kesho yapo, na kila Muislamu anaamini kwamba maisha ya kesho yapo. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akutaka ufanye tathmini juu ya maisha yako ya kesho. Kitu gani ambacho nafsi yako imetanguliza kwa ajili ya kesho? Hizo mali ambazo tumepewa na Allah, mmetumiaje? Na mmetumia kwa ajili ya dunia au kwa ajili ya dunia na akhera? Ndio hii taarifa ya zaka tunapewa hapa, kwamba zaka miongoni mwa kuandaa maisha ya kesho. Wewe umetoa zaka? Wewe unatoa zaka kila mwaka au unaendelea tu kufuja mali yako na kuitumia pasa kuandaa maisha ya kesho? Kwa hiyo tathmini imeamrishwa ndani ya Qur'an, watamdhu nafsum ma qaddamat lighad, kwamba ya kwamba kila nafsi iangalie kitu gani imetanguliza. Kila nafsi, maana huyu ni mtu mmoja, lakini haishii hapo. Tathmini haishii hapo. Baada ya kila mtu kutathmini maisha yake, atoke hapo aende katika sehemu ya pili. Sehemu ya pili ni wapi? Ni pale kwenye familia. Wewe ni kiongozi wa familia, una mke,
una watoto na kadhalika na kadhalika. Je, familia yako chini mfanye tathmini kuhusu maisha yenu yanaendaje, na tathmini hii ifanyike katika kila engo, sehemu ya uchumi, sehemu ya dini, imani na jamii kwa ujumla. Kila mtu anatakiwa angalie yeye na familia yake wamepanda au wameshuka. Kama tathmini itakuonyesha kwamba maisha yako yamepanda, labda masai umevuna sana, umelima umevuna sana, maana yake tayari umeshaongeza maendeleo fulani ndani ya familia yako. Jiulize, kitu gani kifanya maendeleo yapatikane? Kitu gani kifanyike mpaka maendeleo yapatikane? Kama wewe ni mfanya biashara, angalia msingi wako. Je, umeongezeka au umepungua? Kama umeongezeka, kitu gani ulifanya mpaka msingi ukaongezeka? Kwa hivyo tathmini. Kama unalima, fanya tathmini. Kama fanya biashara, fanya tathmini. Na kama unasoma pia, fanya tathmini. Kuna watu mwaka jana walikuwa hawajapata waume, walikuwa hawajapata wake. Mwaka huu tayari amepata mke, amepata mume. Haya ni maendeleo, haya ni maendeleo. Kwa hiyo mtu huyu anatakiwa afanye tathmini, ajue mimi na familia yangu tumeendelea kwa kiasi gani, na katika maendeleo haya imefurahisha Mwenyezi Mungu au muudhi. Kama atagundua maendeleo anayapata imemfurahisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kwanza ameoa, pili amezaa, tatu amelima, amevuna mazao mengi, maana yake ni kwamba yupo katika hali nzuri, basi amshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kipindi hiki cha mwaka mpya. Akumbuke ya kwamba kuna wengine bado hawajafikia hapo ambapo yeye amefika. Hii ndio tathmini ambayo inatakiwa ifanyike. Baada ya kumaliza engo ya familia, tuende katika engo ya mtaa. Sisi Waislamu wa mtaa wetu, je, mwaka huu umekuja sisi tupoje? Tunaenda juu au tunashuka chini? Kama tumefeli, tuangalie kitu gani kifanya sisi tufeli. Baadaye mawazo yatokee, mipango ifanyike kuondoa sababu za kufeli. Lakini kama wamefanikiwa, basi wakae chini waangalie kitu gani tufanikiwe. Labda pengine tulikuwa tunafanya vikao vingi sana, hamasa ilikuwa kubwa sana, ndio maana tunafanikiwa. Basi hizi sababu zichungwe na ziendelezwe ili waendelee kufanikiwa. Haya mambo ndio yanaitwa tathmini. Mambo haya kwa ujumla ndio yanaitwa tathmini. Kwa hiyo kipindi cha mwaka mpya, ndugu zangu Waislamu, ni kipindi cha kufanya tathmini. Kila mtu mmoja, familia na jamii kwa ujumla wake. Huku mtu akifahamu kwamba fanya tathmini ni amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na yule ambaye akawa kama tathmini ni hiari ya mtu, hapana. Tathmini sio hiari ya mtu. Tathmini ni amri kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema watamdhuru nafsu ma qaddamat, lazima ufanye tathmini, na usifanya utaulizwa. Usifanya kwa siku utaulizwa. Je, wewe ulikuwa uhai miaka mingi uliishi duniani, kila mwaka ulikuwa unafanya tathmini? Kama ulikuwa ufanyi, basi umemkosea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tathmini ina faida nyingi sana. Kwanza, inamsaidia mtu kutambua makosa yake katika jamii. Na wewe fahamu makosa yako mpaka ujipime. Na wewe kujipima peke yako mpaka ujiangalie wewe na wenzako. Wewe katika mtaa wako unaishi kama nani? Na je, mashirikiano yako na wenzako yapoje? Hapo utagundua mimi makosa yako utagundua, mimi pengine na makosa fulani, sitembelei watu, sisalimii watu, siendi kuona wagonjwa, siendi kwenye misiba yao, siendi kwenye sherehe zao na kadhalika. Ukitambua, unajirekebisha. Lakini kama ufanye tathmini, maana yake uweze kugundua makosa yako. Pia uweze kufahamu wewe ni nani. Kwa hiyo tathmini ina faida zake nyingi. Ina faida nyingi sana. Masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wao walikuwa mfano wa kuigwa katika ufanyaji wa tathmini. Wenzetu walikuwa wakifahamu tathmini na kiasi walikuwa wafanya tathmini. Inshallah. Jazakumullahu khair.
Sisi leo tunaishi tu, lakini tathmini hatuzikumbuki. Lakini masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa ni mfano wa juu wa kuigwa katika ufanyaji wa tathmini, na tathmini ambayo walifanya wakati ule mpaka leo hii inatusaidia sisi katika maisha yetu haya. Umar ibn Khattab wakati alitoa doa ya Kiislamu kutoka kwa sahaba Abubakar Siddiq ambaye alimtangulia yeye, kwa kuzingatia tathmini, siku ya kwanza kuhutubia Waislamu alisema maneno yafuatayo. Alimwambia, ayuha nnas hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, zinu amalakum kabla an tuzan, ya kwamba enyi watu zihesabuni nafsi zenu kabla haijafika siku za kuhesabiwa nafsi hizo, na pia zipimeni amali zenu kabla haijafika siku ya kupimwa amali hizo. Haya ilikuwa ni maneno ya Sayyidina Umar ibn Khattab mbele ya Waislamu. Aliambia maneno haya ya kwanza kabla hajaongea neno lolote katika hotuba yake ya kwanza. Sasa ukiangalia maneno haya maana yake nini? Alikuwa akihamasisha juu ya kufanya tathmini, watu wafanye tathmini ya maisha yao kila wakati, akiwaambia hasibu anfusakum, hesabuni nafsi zenu kabla an tuhasabu, kabla siku ya kuhesabiwa nafsi hizo haijafika. Zinu amalakum kabla an tuzan, kama unafanya jambo lolote la kheri au la shari, basi lipime jambo hilo kabla siku ya kupima jambo hilo haijafika. Hii tathmini sawa nani? Umar ibn al-Khattab. Lakini sio tu yeye, bali masahaba wote walikuwa makini sana katika kupima maisha yao kabla hawajakutana na Mola wao, sababu walikuwa wanajua kwamba kuna siku watakufa, na wakishakufa watakutana na Mola wao subhanahu wa ta'ala. Je, itakuwaje siku wakutana Allah afu maswali mengi hayafanyia kazi katika uhai wake aloishi? Na mwaka ushapita, kila mtu tayari ameshakaribia kaburi lake, japokuwa kwa hatua 10 tayari mwaka ushapita na kaburi limesogea na alikimbiliki. Mwisho wa siku taondoka tu. Watukufu wa Islam, kipindi mwaka mpya ni kipindi cha kuambiana kiimani tupoje, kiuchumi tupoje, maisha ya jamii kwa ujumla yapoje. Kila mtu ni jambo alichukue umakini wake. Allah subhanahu wa ta'ala alimteua mwanadamu na kumfanya kuwa ni msimamizi wa maisha ya dunia hii. Na dunia hii ina viumbe wengi, ina wanyama, ulimwengu wa samaki, ulimwengu wa wadudu, ulimwengu wa binadamu, ulimwengu wa mimea. Vitu vyote hivi ni mwanadamu mmoja. Sasa mwanadamu huyu ambaye aishi bila kuifanyia tathmini, atajuaje kama kweli yeye amefanya sawa au amefanya makosa? Ni hatari. Maisha bila tathmini ni hatari. Maisha bila tathmini ni kutokufahamu kujua makosa yako na kutokuweka namna ya kujirekebisha. Tunatakiwa kufanya tathmini hii tugundue tunakosea wapi. Baada ya kugundua tukae tujirekebishe. Ndugu zangu Waislamu, nimesema hapa kwamba tathmini zilifanya masahaba mpaka leo hii sisi yatusaidia. Mfano mmoja, kuna vita fulani ilitokea zama za masahaba ambapo iliua masahaba zaidi ya 70 siku moja tu. Watu wameenda vitani na masahaba walipigana vita, hatimaye wakafa masahaba 70. Katika wale waliofariki walikuwa mahufadhi al-Qur'ani al-Karim. Masahaba waliofariki Qur'ani walikufa. Watu wakarudi chini, wakakaa chini, wakapata tathmini kwamba sasa tunafanyaje? Tumeenda vitani kupigania dini ya Allah. Wenzetu wamefariki karibu 70 na miongoni wao walikuwa mahufadhi al-Qur'ani. Je, tufanyeje? Wanakaa chini kupata tathmini. Mwisho wa siku wakaamua kwamba Qur'ani inakwenda kupotea. Cha muhimu tufanye mpango wa kukusanya na kuiandika Qur'ani tukufu. Hii ni tathmini masahaba. Wakaamua kuandika Qur'ani kwenye msahafu. Msahafu huu unaoona ni tathmini ya masahaba. Msahafu huwa ni tathmini ya masahaba. Baada ya kuona kwamba masahaba wengi wanakufa vitani na Qur'ani tayari imehifadhiwa ndani ya vifua vya masahaba, na leo hii masahaba wanakufa, tukikaa bila kufanya hii jambo hili, mwisho wa siku Qur'ani itapotea. Tufanyeje? Wakaamua watu wakusanyike waandike Qur'ani kwenye misahafu. Hii ni tathmini. Swali, misahafu huu yatusaidia au haitusaidii?
Inasaidia zakio karibu sisi hatukuwepo. Kipindi hiki sisi tulikuwa hatupo. Na msahafu leo upo, tunaendelea kuhifadhi. Watu wetu hawakuja kusoma Qur'ani wakikula kwenye msahafu. Lakini msahafu ni tathmini ya masahaba ya miaka mingi iliyopita. Je, kama wasifata tathmini, kama wasinge kusoma Qur'ani na kuandika kwenye msahafu, leo mimi na wewe tungefahamu vipi Qur'ani? Tungefahamu vipi Qur'ani? Tungefahamu. Tungekosa, lakini masahaba waliamua lazima Qur'ani iandikwe, ikaandikwa, na leo hii tumeikuta. Hii ndio faida ya tathmini, kioo na kiuchumi na kimaendeleo. Sio hapo tu, mpaka leo hii kuna wataalamu wameamua ili kuokoa wataalamu kutokuingia vita mstari wa mbele, wakaamua kutengeneza ndege ambazo zinashambulia bila marubani. Hii tathmini nyingine ya zama hizi, kuna ndege zinashambulia bila marubani, lakini wakati ule ilikuwa ndege hii iweze kwenda vitani lazima iendeshwe na mtu, na mtu haendi vitani. Sasa watu wakakalia, hapana, ikiwezekana tunatengeneza ndege ishambulie bila marubani ili wataalamu wawe wamesaidika na vita. Hii ni tathmini. Mambo hayo tunafanya leo hii kwa tathmini nyingi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Yeye amsaidie Mwenyezi Mungu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allahu akbar. Ndugu zangu Waislamu, kipindi cha mwaka mpya ni kipindi cha kujiangalia wewe na Mwenyezi Mungu mpoje, mahusiano yako na Allah yapoje. Kama mahusiano mazuri itakuwa ni kheri, lakini mahusiano kama mabaya, maana yake binadamu anatakiwa ajirudi, amche Allah subhanahu wa ta'ala, apunguze makosa ili apate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo inavyotakiwa kuwa. Hivi ndivyo inavyotakiwa kuwa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, zaidi ni kwamba hii ni kipindi cha tathmini. Sasa niende kwa viongozi wa taasisi. Viongozi wa taasisi, niombe kitu kimoja. Kipindi hiki sherehe hizi mwaka mpya zisiishie tu kwenye kusanyika hapa na kuondoka. Hapana. Maana yake mkae mtupe taarifa. Taasisi yetu imekuwaje mwaka huu? Imeingiza kiasi gani? Imetumia kiasi gani? Wapi tumepatia? Wapi tumekosea? Hivi vitu ndio vinaitwa tathmini. Kila taasisi itoe tathmini kwa waja wake, kwa wafuasi wake, kwa wanachama wake, ili Waislamu waweze kujua uwepo wa taasisi yao unawasaidia au vipi. Hii ndio kwa tumetumia vizuri sherehe hizi mwaka mpya wa Kiislamu, lakini tusiishie tu tumekusanyika hapa baadaye tukaacha kuwa tukaondoka. Hapana, haitakiwi kwa hiyo. Kwa hiyo basi kila taasisi au kiongozi wa taasisi, hii ndio kipindi ambacho anatakiwa aandae taarifa zake, awaite wanachama wake, awaambie taasisi yetu imefikia hapa, taasisi yetu imefikia hapa, tumekwama hapa. Waislamu au wanachama tufanye hivi kuweza kuisaidia taasisi yetu, ili wanachama wafahamu kwamba taasisi yao imefikia hatua gani ya kimaendeleo, wapi imefanikiwa, wapi imekwama. Kwa utaratibu huo inatusaidia sisi kujirekebisha katika sehemu ambazo hatukwenda vizuri, lakini hivi tu hatuwezi kufanikiwa. Ndugu zangu Waislamu, habari ya mwaka mpya ni ndefu na haiwezi kuisha kwa dakika chache hizi ambazo nimepewa hapa. Cha muhimu ni kwamba nikumbushe kitu kimoja, kwamba huu ni wakati wa kufanya tathmini ya maisha yako ya kiimani, maisha ya kidini, maisha ya kiuchumi, maisha na maendeleo mengine katika jamii yetu kwa ujumla, ukianzia na nafsi yako, familia yako na kadhalika. Inshallah taala kwa yote haya naamini kwamba mmesikia vizuri, na niombe radhi pale ambapo mlikuwa mnielewi kutokana na shida ambayo ninaendelea nayo, lakini namshukuru sana Allah kwa leo nimetoa huduma mwanzo mpaka mwisho. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd, fa uhayyikum jami'an bi tahiyyati al-islam. Fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Sheikh
Dr. Abbas Mshauri, Sheikh mzee wetu, wageni waalikwa katika kongamano hili lilofanyika katika mwaka huu mpya wa Hijria mwaka 1447. Tuna furaha ya kuwa na nyinyi katika kongamano hili na kuwasilisha maudhui ambayo itatusaidia katika maisha yetu. Nimepewa nafasi ya familia katika kuleta maendeleo katika Uislamu. Familia, kwanza tufahamu familia ni kitu gani. Familia, tunapozungumza familia tunakusudia akina nani? Katika sheria ya Kiislamu tukizungumza familia tunakusudia watu wawili ambao sheria imewaridhia wao kuishi maisha ya kifamilia, ambao ni mke na mume. Mke na mume, hii tayari ni muundo wa familia. Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye aliyetengeneza familia na amewataka wanadamu wenye akili timamu waishi kwa mfumo wa kifamilia. Yaqulu azza wa jalla fi kitabihi al-aziz baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, katika suratu Nisa Allah anasema ya ayuha an-nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha, enyi watu mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amekuumbeni katika nafsi moja ambaye ni Adam, na kupitia Adam alayhi salam baba yetu akapatikana Hawa. Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kuwahutubia watu, kila aliye na element za kiubinadamu, yeye ni binadamu insania. Allah subhanahu wa ta'ala amemwambia kwanza muogope Allah subhanahu wa ta'ala, halafu akamwambia asli yake yeye ni Adam alayhi salam na bibi Hawa. Wa khalaqa minha zawjaha, Allah subhanahu wa ta'ala akaeka mfano wa wazi kabisa ya muundo wa familia. Familia ya mwanzo alioitengeneza Allah subhanahu wa ta'ala ni Adam alayhi salam, kumpa mke wake, kumpa Hawa, akamfanya bibi Hawa ndio mke wa baba yetu, ambaye ni wakawa tayari familia imekamilika, Adam alayhi salam na mama yetu Hawa. Hiyo ikawa ni familia. Kwa hiyo tuangalie khitab alioanza Allah subhanahu wa ta'ala, enyi watu. Sasa mtu yoyote ambaye anayekataa mfumo wa maisha kinyume ya huu muundo Allah subhanahu wa ta'ala aliofanya kwamba mke na mume ndio familia sahihi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anairidhia, na kinyume ya hapo hakuna familia ya mke kwa mke wala hakuna familia ya mume kwa mume. Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ndiyo nidhamu ya sunanul kaunia aliyowaumbia watu, nidhamu ya kiulimwengu ambayo ndio itaweza kuleta maendeleo katika maisha. Kwa hiyo mfumo wa magharibi ulipoona kwamba familia ni sehemu nyeti tena muhimu katika maisha ya watu, wakajaribu kuweza kupitisha fikra zao ambazo kwa sio sahihi na kutaka kwamba mwanamke aishi maisha ya kipekee na mwanamume na yeye aendelee kuishi maisha ya kipekee, yani kusiwe tena na familia, na wakaleta mfumo maisha ya mke kwa mke au waishi maisha ya mume kwa mume ambayo Allah subhanahu wa ta'ala haridhi. Maisha hayo haihesabiwi kwamba ni familia. Familia ni ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyoiwekea misingi madhubuti. Na misingi gani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka katika familia? Allah anasema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Na katika dalili ishara kwamba Mungu yupo ni kukuumbieni katika nafsi zenu wake
na mke hakutoka katika jinsia nyingine isipokuwa katika jinsia insania ya ubinadamu, wala Allah hakumtoa mke katika element ya chuma au katika element ya milima, ametoa katika nafsi ile ile ya ubinadamu. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Yote hii Allah subhanahu wa ta'ala kuna rehema zake na kuna hikma zake. Laiti ingelikuwa mke ni jiwe au ni mti, basi maisha hapo, au mke ni jini au mume yeye ndio jini, mke ndio mwanadamu, ungelikuwa hakuna uwiano wa maisha. Ni katika nafsi hiyo hiyo. Litaskunu ilaiha, familia ili iweze kuleta maendeleo kuna nguzo ifuatayo. Kwanza upatikane utulivu katika ile familia ya mke na mume. Hapo ndo tunaweza kupata maendeleo. Kama hakuna utulivu, basi kutakuwa na migogoro, na migogoro hii haitoishia baina mke na mume, bali italeta athari yake katika vizazi, dhuria. Wale watoto watakaozaliwa kupitia familia hiyo wataishi katika migogoro, watakosa haki zao za msingi kutokana na migogoro ambayo imeanzishwa na mke na mume. Kwa hiyo kwa kuwepo familia hii ya kisheria ambayo ina wakusanya watu wa aina mbili, mke na mume, na kupatikana ridhaa ya wazazi ambayo ni walii wa kiume kutoa ridhaa, na vile vile kupatikana ridhaa ya mke kuridhia kuolewa na mume huyo, na mume naye akakubali kubeba majukumu hayo, hiyo tayari katika sheria inahesabiwa kwamba ni familia. Litaskunu ilaiha, utulivu upatikane, halafu ndo tutafute maendeleo. Allah subhanahu wa ta'ala akasema baada ya kuundwa familia hiyo, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, yeye ndiye anaeka katika familia hiyo mapenzi na huruma. Mapenzi na huruma hayaekwi tu na mume na mke. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayetengeneza huruma na mapenzi kupitia familia ambayo ilofuata sheria ya Kiislamu. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Tuangalie kisa cha Sulaim na Aba Talha. Watu wafahamu vizuri kwamba familia ndio msingi wa maendeleo. Sulaim alislim katika mji wa Madina, ni mama ambaye alislim Sulaim, na Sulaim aliwahi kufiwa na mume wake akiwa na kijana wake anaitwa Anas bin Malik radhiallahu anhu, ambaye ni sahaba mtakatifu. Sasa Anas radhiallahu anhu anasimulia hadithi hii kwamba Aba Talha khataba Sulaim, alikwenda kupeleka posa, yani kwa Sulaim ili awe mke wake. Wakana ala shirkin, lakini Aba Talha alikuwa sio Muislamu, hajaingia katika Uislamu, yuko katika ibada ya kishirikina, yani hayuko katika dini ya Kiislamu. Alipokupeleka posa, Sulaim akamwambia mithluk la yuraddu, mume kama wewe huwezi kukataliwa. Walakinnani imra'atun muslima, lakini mimi ni mwanamke wa Kiislamu, mimi nimeshakuwa Muislamu, mimi ni Muislamu. Wa anta kafirun, na wewe sio Muislamu, wewe ni kafiri. Kwa hiyo mimi mwanamke wa Kiislamu, anasema Sulaim hadhi yake, mimi ni Muislamu, huwezi ukanioa wewe kwa sababu bado hujaingia katika dini hii. Lakini mume kama wewe huwezi ukataliwa, lakini mimi nakukataa kwa kipengele cha nini? Cha dini, kwamba wewe sio Muislamu, hatuwezi kuunda familia ambayo wewe ni Muislamu, mimi ni Muislamu, wewe uko katika dini nyingine. Kama unataka tuunde familia ambayo itakuwa na maendeleo na utulivu, basi islim. Sulaim akampa machaguo mawili Aba Talha, akamwambia utakapo slim fahadha mahari, ukislimu hayo mimi ndo mahari yangu tosha, sihitaji tena mali yoyote. Allahu akbar. Huyu ndo Sulaim. Namna gani alivyomnyoosha Aba Talha. Aliambiwa kwamba huwezi kunioa mwanamke kama mimi, kwamba sifa aliyokuwa nayo Sulaim muslima, sifa ya Uislamu. Sasa familia iwe bora, inatakiwa kwanza iwe na mfumo wa kuishi katika maisha ya Kiislamu. Unapokwenda kuunda familia ili ikupe maendeleo na watoto wako wawe na maendeleo, ili tupate maendeleo ya kiuchumi, maendeleo ya kijamii, basi kuwe na Uislamu. Ndio Uislamu, yani ad-din al-Islam,
Ndio Malik bin Nabi katika awamili nahdha al-islamia, katika zile sifa au vipengele vya maendeleo vya Kiislamu, kwanza akasema al-insan, tuwe na mtu. Tutakapokuwa na mtu ambaye yuko makini, huyu mtu, halafu huyu mtu huyo ndio anayeweza kuleta maendeleo. Lakini mtu huyu tukishakuwa na watu tuwe na sehemu ambayo tunaweza kushughulika nayo kilimo au kiuchumi au kibiashara. Ina maana Uislamu unataka Uislamu katika maendeleo, katika Uislamu anatakiwa kwanza wapatikane watu, halafu tupate maeneo ya kuweza kuzalisha ili tulete nini, maendeleo ndani ya familia. Chengine akasema, kipengele chengine anachokisema Malik bin Nabi kwamba kipatikane alfikra ad-diniya, iwepo fikra ya kidini, kwamba katika hiyo familia kuwe na dini ili tuweze kupata maendeleo. Bila kuwepo dini al-islamia, dini ya Kiislamu ya kuishi familia ile katika mfumo wa Kiislamu, hakuna maendeleo. Kwa hiyo hapa tunamwona Ummu Sulaim anatoa maelekezo kwamba dini yeye ndio kigezo chake cha kufungua mlango wa kuolewa na Aba Talha. Matokeo aliyokuwa Aba Talha fa aslama Aba Talha akaslim, watazawaja Ummu Sulaim, na akamuoa Ummu Sulaim. Ikawa tayari mama huyu amepata faida ngapi? Faida mbili. Faida ya kwanza, kumtoa yule bwana katika dini ya ushirikina kuwa Muislam. Faida ya pili aliyoipata Ummu Sulaim, kuwa mke, kupata nini? Kupata ndoa. Hapo tayari Ummu Sulaim alitengeneza nini? Maendeleo katika familia. Maendeleo yakaonekana katika upande wa dini, kumuingiza yule, kumuokoa na adhabu ya moto, kumuingiza katika dini ya Kiislamu, na chengine kupata maisha ya ndoa ambayo yana baraka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika sifa alizozisema Mtume sallallahu alayhi wasallam za kuolewa mwanamke, tunkahul mar'atu li arba'in, mwanamke huolewa kwa mambo, kwa sifa 4, na katika walidiniha, na dini yake. Ummu Sulaim walijamaliha, alikuwa ni mwanamke mzuri, walimaliha, alikuwa ni mwanamke tajiri mwenye mali, lakini yeye akashartisha yule bwana aslimu ili aweze kuishi naye maisha ya ndoa. Tufahamu huo ndio muundo wa familia, na mwanamke wa mwanzo aliyokuwa amesimama kidete ili aolewe apate ndoa yenye maendeleo ni huyu Ummu Sulaim. Hakukubali tu kukokotwa na mtu ambaye hana dini. Kwa hivyo ndugu Waislamu, tunatakiwa wakati tunapokwenda kwenye kuiunda familia, tuhakikishe muhimili mkuu wa familia ni dini, wala sio mali, wala sio kitu chochote, bali ni dini ndio ambayo inampa hadhi mwanamke katika maisha ya familia. Kwa hiyo Ummu Sulaim alijivunia na ndoa hiyo. Huo ndio muundo wa familia. Katika maendeleo, sehemu yoyote ile ambayo ilikuwa haina amani haiwezi kuwa na maendeleo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema litaskunu ilaiha, ili mupate sakina, na sakina ndani yake kuna utulivu, kuna amani. Na kishakuwa na amani na utulivu, maendeleo yanakuja, kwa sababu kutakuwa na nini? Mawadda, mapenzi kati ya mume na mke, mapenzi kati ya watoto na mama na baba. Tayari familia inaanza kuwa na mapenzi, na mapenzi yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio anayoyabariki, anayoyatengeneza, na sio mwanadamu anayetengeneza mapenzi ndani ya familia. Wajaala bainakum, wajaala, yani Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio anayejalia, anayetengeneza mawadda, mapenzi, wa rahma, na huruma inakuwepo. Ikiwepo mapenzi na huruma na amani ndani ya familia, watoto wanaishi vizuri, tayari baba anaanza kubeba majukumu ya kifamilia ya mke, na mume anaanza kutekeleza nini? Wajibu wake, na watoto wanaishi katika mazingira ambayo yalikuwa ni mazuri kabisa, hayana migogoro, hayana hatarishi, ni maeneo ambayo yalikuwa ni salama. Hapo sasa Allah subhanahu wa ta'ala maendeleo hayo akayajalia kwamba kati ya mke na mume kwamba kuna maendeleo pia ya kiuchumi, mbali yale maendeleo ya kupata watoto. Katika maendeleo, ili tupate maendeleo tunahitaji rasilimali watu, tunahitaji mawaridi albasharia, rasilimali watu. Sasa rasilimali watu hizi tunazipata wapi? Je, tunazipata kwa mtu tu kuchukua huko nje tu kuzaa ovyo ovyo?
hizi rasilimali watu katika sheria ya Kiislamu hazipatikani kwa mfumo huo, zinapatikana kwa ndoa. Kwa hiyo itakapopatikana ndoa, tutazalisha watu, tutazalisha watoto ambao watakuwa wanapatikana kwa njia ya kisheria, ni halali kabisa. Watoto hao ndio watakaoweza kusimama kuleta maendeleo ya kiuchumi na kijamii katika jamii zetu. Watoto wamepatikana tayari, tunao watoto ambao wametengenezwa na sheria, na hiyo ndio iliyokuwa ni sahihi. Watoto hawa sasa ndio watakao tupatia uchumi. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwamba mtu anapita katika vipindi tofauti kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu katika hali ya udhaifu. Baada ya hali ya udhaifu, yuko katika tumbo la mama yake ni dhaifu, na anazaliwa anakuwa dhaifu. Baada yake anakuwa na nguvu, anakuwa kijana mwenye nguvu, halafu anakuwa katika kipindi cha miaka 40 amekamilika na nguvu zake. Halafu baada ya hapo Allah anamtoa katika awamu hiyo ya maisha, anampeleka katika awamu ya kuwa dhaifu kabisa. Wewe unatarajia baada ya kushafika miaka 70 ni nani ambaye atakayeweza kukuenzi na kukutunza katika maisha yako, isipokuwa ni kile kizazi ambacho ulichokiandaa, ni ile familia uliyoitengeneza wakati wewe uko katika umri ambao una nguvu zako. Wawasaina al-insana biwalidayhi ihsana, tumemuhusia mwanadamu awafanyie ihsani wazazi wake. Al-insan hapa amehusiwa kila mwanadamu ambaye ni binadamu kumfanyia ihsani wazazi wake. Haijalishi mzazi wako ni Muislam au yuko katika dini nyingine, kwa vile amekutoa katika tumbo lake, wewe unatakiwa umfanyie ihsani, na hiyo ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasaina al-insana biwalidayhi ihsana. Hapo maendeleo ndani ya familia inapatikana. Ihsani ya kukulea wewe mzazi, ihsani ya kukusaidia katika maisha yako. Wasaina al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalatuhu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurhan, mama amekubeba katika hali nzito kabisa, halafu akakuzaa katika hali ngumu kabisa. Ni kipindi ambacho anapitia mama miezi 9 kwa hali ngumu, kwa udhaifu, na yeye hachoki na hali hiyo, halafu anakuzaa hali ya kuwa ni dhaifu kabisa. Hamalatu ummu kurhan wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra, takriban tathmini ni miezi 30, mpaka wewe sasa unaweza kidogo kujishika na kutembea ni miezi 30. Mama anaendelea kushughulika na shida zako. Hata idha balagha ashudda, mpaka sasa unafika una nguvu zako, kijana imara, umri umekamilika. Wa balagha 40 sana, unafikia umri wa miaka 40, tayari umekamilika 40 sana. Qala rabbi auzi'ni, mtoto mwema ambaye analeta katika familia yake analeta maendeleo husema rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, Mola niwezeshe kushukuru neema ambayo ulionipa. Neema gani? Ya kulelewa na wazazi wawili na kupata maisha mazuri na kuwa katika hali hii. Wa aslih li fi dhurriyyati, inakuja hasahau mtoto huyu, hasahau familia yake. Wa aslih li fi dhurriyyati, nitengenezee familia yangu, watoto wangu. Wa aslih li fi dhurriyyati wa aslih li fi dhurriyyati, hii ni dua ambayo anaomba mzazi. Aslih li wa aslih li fi dhurriyyati, hawa watoto wangu, dhuria, watoto wangu Mungu watengeneze, wafanye kwamba ni kizazi kizuri chenye maendeleo. Wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika, mimi natubia kwa makosa yote niliyoyafanya. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, na mimi ni katika Waislamu. Hapa tunamuona mzazi ambaye ni mwema, mzazi ambaye alitengeneza familia yake, hasahau kipengele hichi cha kuombea dua watoto wake. Wa asli li fi dhurriyyati, nitengenezee dhuria zangu, watoto wangu. Hii inatokana na namna gani familia inavyoundwa. Ndugu Waislamu, kuharibika kwa familia ndio kuharibika kwa jamii, ndio kuharibika kwa taifa, ndio kuharibika kwa nchi. Ukitaka ujue udhaifu wa taifa, basi wewe angalia familia zao. Ukimkuta mtoto huyu yani hana wazazi waliokuwa imara, yani ukikuta jamii tayari imefika katika awamu
kwamba wanazaa ovyo ovyo tu, mtoto hajulikani baba yake ni nani, au mtoto hamjui baba yake ni nani, tayari ujue kuna sura ambayo itakuwa ni hatari katika maisha. Tutashindwa kudhibiti qiyam, maadili, tutashindwa kudhibiti maadili, kwa sababu kama maendeleo yanavyoletwa na familia, maendeleo hayo kudhibiti matatizo au kudhibiti tabia hatarishi ni rahisi sana ikiwa kuna familia. Familia ndio inaweza kudhibiti watoto, lakini ikiwa hakuna familia, basi tutashindwa kuwadhibiti watoto, kwa sababu mtoto yule hataweza kusikia. Lakini wakati familia itakapozungumza kama familia itaweza kudhibiti swala lile. Kwa hiyo familia ina nafasi muhimu katika kuleta mchango katika maisha yetu sisi Waislamu, na sio sehemu ya kuchezea. Na Allah subhanahu wa ta'ala kuonesha hilo ndo akafanya kwamba hata urithi wa mali unatakiwa unakwenda kwa miongozo ya familia. Ikiwa hakuna familia, basi hakuna urithi. Allah subhanahu wa ta'ala hilo amelithibitisha kwamba familia ndio sababu ya kurithi, ambayo hiyo inatokana na ndoa. Hiyo familia iliyokuwa haina ndoa, ina maana hiyo sio familia. Kwa hiyo tayari hapo tunaona kwamba vitu vingi vimewekezwa kwenye familia. Kwa hiyo familia ni sehemu ambayo ni muhimu kabisa, na ni sehemu ambayo ndio inotupa furaha, ndio inoleta amani katika maisha yetu. Ndugu Waislamu, katika suala hili tuangalie mfano wa familia ambazo zilizoleta maendeleo katika maisha katika kipindi cha Khilafa Rashida na kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukiangalia familia Anas bin Malik radhiallahu anhu. Anas bin Malik huyu ni sahaba ambaye alikuwa ni khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ni mtumishi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mama yake Sulaim alimtoa kwa ajili ya kumtumikia nani? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akamtumikia kwa muda wa miaka 10. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea dua Anas, akamwambia Allah, Allahumma barik lahu fi malihi, Mola mbariki katika mali zake, wa fi umri, na umri wake ubariki, wa fi auladi, na watoto wake. Alimwombea dua katika mambo matatu: ampe umri mrefu. Ndo Anas bin Malik ni katika masahaba wa mwisho kufariki dunia. Halafu vile vile mali, Anas bin Malik alikuwa ndio tajiri mkubwa katika masahaba, na vile vile dhuria, watoto, alikuwa na watoto wengi Anas bin Malik katika maisha yake kwa dua Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio familia ya Anas. Na Anas hakusahau, aliweka wakfu nyumba yake katika mji wa Madinatul Munawwara. Nyumba yake aliweka wakfu, alitoa wakfu kwa ajili ya Waislamu, na nyumba hii ilikuwa iko karibu na msikiti. Tukimwangalia Bibi Fatima Az-Zahra, mama wa Hasan wa Husaini, Bibi Fatima ambaye ni mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukiangalia familia hii ambayo iliyokusanya baina wajukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Hasan na Husaini na Imamu Ali radhiallahu anhu, kwamba familia hii Bibi Fatima yeye mwenyewe alitoa nyumba kwamba ni wakfu kwa ajili ya Waislamu, kwa ajili ya maendeleo ya Waislamu. Hii ni familia ambayo iliyoleta maendeleo. Vile vile tukiangalia Zubair ibn Awam radhiallahu anhu, na yeye alitoa wakfu katika mali zake katika Khaybar. Tukija sahaba Uthman radhiallahu anhu, Uthman ndio familia yake, yeye na familia yake walinunua kisima cha Bi'r Mauna, ambacho ni kisima Waislamu waliokuwa wakitumia kwa ajili ya kupata maji kwa ajili ya maisha yao. Tukiangalia Abubakar Siddiq radhiallahu anhu, na vile vile familia yake ilitoa mchango kwa ajili ya wakfu kwa ajili ya Waislamu. Hakuna maswahaba, na Imam Al-Khasafi rahmatullahi alayhi anazungumzia familia za maswahaba zilivyotoa mchango wa maendeleo kwa kutoa mali zao, au kwa kutoa mashamba yao, au kwa kutoa mali zao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya dini yake. Mpaka inafika jemedari wa vita Khalid bin Walid radhiallahu anhu, yeye anatoa silaha zake na vyombo vyake vyote vya vita kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna sahaba ambaye yeye alidhamini msafara wa vita moja kwa moja kwa ajili katika ghazwa Tabuk radhiallahu anhu, huyo sahaba. Yote hii ni familia, kwamba Uislamu ulikuwa unafanya maendeleo kwa kupitia familia, na huo ndio mfano wa familia. Na sisi tufahamu familia zetu zimefanya nini katika dini, katika jamii. Familia zetu zimetoa kitu gani katika jamii? Familia zetu zina maono gani kwa ajili ya maendeleo ya Waislamu? Kwa hiyo tufahamu kwamba
familia ndiyo sehemu kubwa kabisa katika maendeleo, na ili tuweze kurudi nyuma ndio watu wa magharibi wakaangalia namna gani ya kuzipotesha familia, wakaanza kuamua sasa mama atoke akafanye kazi, mama atoke akafanye kazi na shughuli zake, watoto nyumbani wako hawana mlezi. Wakasahau kwamba ile nyumba ile ni taasisi na ni ofisi ambayo ni kubwa na ina majukumu mengi kabisa, majukumu ya tarbia, ya kulea na kuwasimamia watoto. Na imefikia sasa mama anakwenda kufanya kazi, wanarudi wameacha mtoto mdogo, mtoto anakutikana, mtoto mdogo anataka maji ya kunywa, anakutikana na mtoto amefariki. Baba yuko kazini, mama yuko kazini, hakuna mwangalizi wa ile taasisi ya familia. Unafikiria utazalisha mtoto gani ambaye ulikuwa hukumlea na hukumwandaa tokea mdogo na hukumpa mahitaji? Kwa hiyo tufahamu kwamba katika familia kuna jukumu la kuwalea watoto ili tupate maendeleo. Tuwalee watoto, wala watoto tusiwaache tu wanaishi peke yao bila ya kupata malezi ya mama. Mama ndiye mhusika mkubwa wa masulia ya tarbia ya kuwalea watoto nyumbani. Mama ndio familia, na mama al-ummu madrasatun. Hafidh Ibrahim asema mama ni shule. Mama kule kuna kila kitu, ndiye msimamizi wa kila kitu wa maendeleo ya mtoto na familia. Familia bora ni ile inayozaliwa na mama bora. Kwa hiyo hatuwezi kupata familia bora bila kupata mama bora, na mama bora anapatikana kwa vigezo alivyoweka Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-ummu madrasatun, mama ni shule. Kwa hiyo mama abakie kulea watoto, na kulea watoto sio swala ambalo watu wanafikiria ni swala ambalo ni swala ambalo la kukaa mama nyumbani ni kwamba hana kazi, bali nyumbani kuna kazi nzito kushinda huko maofisini, kwa sababu unamlea mtoto, unamwangalia kwa jicho masaa 24 hulali. Wewe unamwangalia mwenendo wake na tabia zake na huduma zake. Al-ummu madrasatun idha a'adattaha a'adatta sha'ban tayyib al-a'raqi. Mama ni shule, tukimwandaa vizuri basi tutapata vizazi, watoto wazuri ambao watatuletea maendeleo katika jamii yetu. Kwa hiyo tufahamu kwamba Uislamu unatoa nafasi kubwa kabisa kwa kina mama. Uislamu umemhifadhi mama kwa kumpa hadhi yake na kumkomboa katika mambo ambayo yote ambayo alikuwa akidhalilishwa hapo kabla, na sasa Uislamu umetoa milango na namna gani mama aweze kujikomboa kiuchumi, na haukuzuia Uislamu mama kumiliki mali au kufanya biashara, kwa sababu mke wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam Khadija alikuwa ni mfanya biashara mkubwa, ni mjasiria mali na ni mfanya biashara mkubwa katika mji wa Maka, na huku akiwa yeye ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kuolewa na baada ya kuolewa aliendelea na biashara, na biashara hiyo ndiyo iliyonyanyua Uislamu. Ni biashara hiyo ndio iliyonyanyua nini? Uislamu ni biashara ya Bibi Khadija. Kwa hiyo hatuzuii kwamba mwanamke Khadija alikuwa anaajiri watu waaminifu, na yeye alikuwa ndio bosi muhasibu wa baada ya biashara ile. Yeye alikuwa anaangalia namna gani ya mapato, sio yeye mwenyewe ndio anaingia katika uwanja wa kufanya biashara. Yeye alikuwa anatafuta watu wenye sifa na anawapa mali kwa ajili ya biashara. Yeye alikuwa ni msimamizi. Kwa hiyo alikuwa na nafasi mzuri ya kuwalea watoto wake, na watoto wakalelewa kabisa na maisha ya kifamilia. Yeye na Bwana Mtume sasa wakaishi kwa maisha ya furaha na amani bila ya kuonekana migogoro baina yeye na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu Waislamu, tushekeni na hayo katika upande wa familia inshallah. Mwisho kabisa nashukuru Sheikh Dr. Abbas kwa kuwasilisha, na washukuru nyote mlionisikiliza katika upande wa maudhui hii ya familia, ambayo ni maudhui pana kabisa na tunashindwa kuidhibiti. Kwa hiyo nawashukuru na kukuambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.